Kimuundo, tume ina mwenyekiti na mwenyekiti wa tume kwa sasa ni Mheshimiwa Jaji mstaafu Hamisa Karombora. Halafu ina makamishina 6, sisi 2 na wengine 4 wako kwenye maeneo mengine. Halafu kuna katibu wa tume. Kazi ya tume hii kama ingekuwa uelezee kwa mstari huu mmoja, ni kuhakikisha kwamba utumishi wa umma unasimamiwa na kuendeshwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu za utumishi wa umma. Lakini sheria hiyo ya utumishi wa umma inafafanua tume itahakikishaje kwamba utumishi wa umma unaendeshwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo kwenye kifungu cha 12 kifungu kidogo cha kwanza kinafafanua namna tume itakavyohakikisha kwamba utumishi wa umma katika nchi yetu unaendeshwa na kusimamiwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo inataja kazi zifuatazo: kutoa ushauri kwa Mheshimiwa Rais kwa kulingana na wajibu alionao Rais chini ya ibara ya 36 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kadiri Mheshimiwa Rais atakavyohitaji ushauri huo. Kazi ya kwanza nimesema kutoa ushauri. Kazi ya pili, urekebu. Ndani ya urekebu, kazi ya kwanza kutoa miongozo. Kazi ya pili ndani ya urekebu ni kutoa elimu. Kutoa elimu kuhusu sera na sheria na kanuni za utumishi wa umma, na tunatoa elimu kwa mamlaka za ajira, tunatoa elimu kwa mamlaka za nidhamu, tunatoa elimu kwa watumishi wa umma kama leo kwenu, na tunatoa elimu kwa wananchi wa umma. Kwa nini? Kwa sababu tunataka umma nao ujue sisi tunaongozwaje katika utumishi wa umma. Kwa hiyo tunatoa elimu kwao ili kuhamasisha demand side of accountability katika public service. Kazi ya tatu chini ya urekebu, kazi ya kutoa haki kupitia rufaa za watumishi wa umma na malalamiko yao. Kulingana na nafasi yake na kazi yake, jambo hilo anatakiwa kulitekeleza, lakini azingatie nini? Sheria, kanuni na taratibu. Huo ndio wajibu. Ni majukumu, kazi na mambo ambayo mtumishi wa umma anatakiwa kutekeleza kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu, maelekezo ya serikali na maadili ya utumishi wa umma, ili kutoa huduma bora kwa wananchi na kulinda maslahi ya umma. Kwa hiyo haki ni kile ambacho mtumishi anatakiwa kufanyiwa na mwajiri, lakini wajibu ni kile ambacho mtumishi anatakiwa kufanya. Kutotekeleza wajibu kunaweza kusababisha watumishi wa umma kuchukuliwa hatua za kinidhamu, ikiwa ni pamoja na kupewa onyo, kukatwa mshahara, kushushwa cheo au kufukuzwa kazi kulingana na uzito wa kosa husika. Kwa hiyo haki ipo, lakini inatolewa pale tu ambapo mhusika anakuwa amekidhi nini? Amekidhi nini? Sifa na vigezo vilivyofanyaje? Vilivyowekwa. Ina maana ametimiza nini? Wajibu wake. Kumbukeni hii mada ni ya haki na wajibu. Kwa hiyo nilikuwa naomba tu niwakumbushe kwamba wakati tuko kazini, basi tuhakikishe tunatii zile sheria. Mtu unapopata na dharura ukumbuke kuomba ruhusa, kuandika barua. Kama unaumwa basi uende hospitali uchukue sick sheet, lakini ufuate taratibu. Kwa hiyo nikasema tu hili wakati leo tumefika hapa na tuko na nyinyi, naomba niwakumbushe. Na niwakumbushe na iwe ni ujumbe pia wa kuwapeleka kwa wenzenu. Kuna mambo mengi yanatokea, lakini la utoro kwa upana wake ni kubwa. Sisi hatulioni umuhimu wake, lakini unaliona kabisa ni kubwa. Kwa hiyo mimi nikasema katika hili niwakumbushe. Nimesimama hapa kwa lengo la kutoa neno dogo tu, ni neno la shukurani. Kwa kweli viongozi wetu kama kwa niaba ya uongozi wa manispaa ya Ilemela pamoja na watumishi hawa, tumewiwa na furaha na tunapaswa kutoa shukurani kwa elimu kubwa ambayo mmetuletea siku ya leo. Tunahisi huu mwaka mpya wa fedha tumeuanza vizuri.
Tumeielewa Tume ya Utumishi wa Umma ni nini na inafanya kazi gani. Tumeelewa haki na wajibu kwa mtumishi wa umma, maneno ambayo tulio wengi tulikuwa tunashindwa kuyatofautisha, lakini kwa kikao hiki kifupi kwa kweli tumeweza kuyaelewa, na niwaahidi yale yote ambayo mmetushauri, mmetuelekeza, lakini na wakati mwingine hata kama hamukuonyesha kama ni maagizo, kwa sababu nyinyi ni viongozi, tunawaahidi tutayatekeleza.